Lakini tumekuwa na utamaduni hapa. Hawa wanazungumzia nadharia kwamba hiyo ni haki rais apate ripoti ya tume aliyoiteua. Tuna utamaduni hapa kwa masuala muhimu ya kitaifa. Rais akiteua tume, ikija kutoa taarifa ile inawekwa hadharani, na mifano ipo. Miaka ile ya 80, 90, na hasa miaka ya 90, mwisho ya miaka ya 80, kulikuwa na vuguvugu hapa la kurudisha mfumo wa vyama vingi, na likawa kubwa tu katika matatizo. Rais akaamua kuunda tume, waulize wananchi. Tume ya Nyalali ikafanya kazi, ikatoa taarifa ile iliwekwa hadharani, haikusema tulikuwa rais. Lakini siyo tu, mwaka 95 kwenye mchakato ule wa kampeni ya uchaguzi, swala kubwa kwa wananchi ilikuwa ni rushwa kila mahali. Mimi nilishiriki katika zile hatua za mwanzo kwenda kupata wadhamini. Wananchi walichokuwa wanazungumzia ilikuwa rushwa, na Rais Mkapa katika kampeni alipata ili kwamba wananchi wanaona hili ndio tatizo kubwa. Amechaguliwa, hakuchukua hata muda, amechaguliwa Oktoba, Disemba akaunda tume ya kero ya rushwa, na kwa heshima akaniteua mimi kuwa mwenyekiti. Tukaenda tukafanya kazi ile kama ilivyofanya tume ya Chande, kama sheria inavyosema. Tukaenda tukapeleka taarifa kwa rais, tukamkabidhi rais. Rais akasema hili ni muhimu kwa wananchi, lazima wajue tume imefanya. Akaiweka hadharani, na kama unakumbuka magazeti yaliichapa yote, na ilikuwa kubwa. Ile ripoti ilikuwa kubwa, naweza kuonyesha. Hii zaidi ya peji 500 ilichapa yote, kila kitu kilichokuwa humo. Tumia utaratibu gani, wananchi walisema nini, mapendekezo wakajua hiyo. Kwa hiyo kusema kwamba ni ya rais anakaa naye hivi. Lakini pia nilibahatika kuongoza tume ya mabadiliko ya katiba. Nilifanya kazi kwa miezi 18, tukatoa taarifa. Taarifa ile ilikuwa ni kubwa. Mkiangalia hapo, hiyo mnayoona nyekundu hiyo, pamoja na hili tapo hapa, ni sehemu ya taarifa. Taarifa yenyewe ni ndogo, lakini ina viambatisho, na viambatisho vyote vilitolewa, zaidi ya 7 au 8. Mle kuna tabu hapo la maoni ya wananchi kuhusu katiba, wanasemaje kila kipengele. Kuna maoni ya wananchi kuhusu sera, sheria na utendaji. Kuna maoni ya mabaraza ya katiba ambayo ilikuwa ni wananchi. Then kuna nyingine takwimu, randama na hata rasibu yenyewe. Maana rasimu yenyewe ni kiambatisho kwa taarifa hii, wananchi wakajua, kwa sababu nilikuwa na swala muhimu kwa wananchi. Na hili ni kubwa zaidi. Tuko katika hali ambayo ni kama majonzi hivi, wananchi wanangojea sema hivi. Mimi nilitegemea taarifa ile ingetolewa hadharani pamoja na viambatisho hivi, kwa sababu taarifa yenyewe inakuwa ni fupi. Kujua tume imefanya kazi vipi, unakwenda kwenye viambatisho vile. Sasa hii ya kusema kwamba haitoki hadharani, hapa ninalo
Hii ndiyo speech ya mwenyekiti Jaji Chande, nimeisoma, mkaisoma tena, kasoma hapa tunapata ni kuna maswala muhimu, tuseme kama vifo vilivyotokea. Wamesema hapa kuhusu vifo vilivyotokea mwezi Oktoba, wanatoa idadi. Ukipata taarifa itakueleza walivipataje, walipata hiyo vipi, na unaweza kujua, je, hiyo ndio ilikuwa inatosha kujua vifo vyote? Lakini na wenyewe hapa wanasema kwamba hii sio definitive, kwamba kuna mwingine, na hii ni swala kubwa, ni swala kubwa. Itaka wananchi wafahamu, kwa sababu tunataka sasa kwenda mbele ili tuzuie haya yasije yakatokea tena. Na kama hii haijulikani, sasa kwa tume pamoja na haya mapungufu